Habari ya mchezo ni mzuri, tunamshukuru Mungu. Tumemaliza mchezo vizuri, hakuna aliyeumia. Tumetoka vizuri, wala hujaleta vurugu. Mchezo umechezeka vizuri. Refa siwezi kumzungumzia zaidi, lakini tumecheza mpira, tumetoka salama. Unafikiri wapinzani wamewawini wapi ambapo mnahisi nyewe mlilegalega wakatumia makosa hayo kuadhibu? Changamoto ya kwanza tuliyokutana nayo ni baadhi ya nyota wetu ambao tulikuwa tunategemea wamekuja wamechelewa. Kwa hiyo unapokuwa na lazima kikosi nafahamu na wafuatiliaji wa mpira lazima uwe na kikosi cha kwanza. Sasa unapokuwa kidogo kikosi cha kwanza kimeregarega, ndio wapinzani wetu wametuwini wakawa wameshinda hizo goli, lakini mimi naamini hii ni ndondo na tunaenda kucheza kwetu, tunaenda kushinda. Amini usiamini, goli 5 uhakika. Huu ni uwanja wa Rwamisheni, wameutumia kama uwanja wa nyumbani. Ni mnakwenda kukutana nao kwenye mchezo marudiano kwenye kiwanja gani? Sisi tumependekeza bajeti kamati ya maandalizi ya Mgembe imependekeza uwanja tutakaotumia uwanja wa Bunena. Uwanja wa Bunena ndio tutakaotumia. Kwa hiyo wachezaji wetu pale wanaofahamu. Kwa hiyo tuko tayari na sisi hatujafungwa kama unavyofikiria. Tumefungwa kwa mchezo huu, lakini mchezo haujaisha. Lakini mbali na mbinu za uwanjani, pia nje ya uwanja kuna mbinu nyingine zinakuwa zinafanyika, ikiwa ni pamoja na kusajili wachezaji ambao ni imara bora kabisa. Kikosi chako tutegemee kuna mabadiliko mengine katika mchezo utakaofuata? Mabadiliko yapo kwa sababu wachezaji wangu mimi wenyewe wamechelewa, lakini mabadiliko yatakuwepo kwa sababu nitajitahidi. Kwanza, kitu cha kwanza kichonifelisha leo ni maandalizi. Japo tulikuwa tuna muda mchache, lakini maandalizi ya wachezaji wangu hayakuwa vizuri. Sasa tarehe 15 naamini kwamba tutakuwa tuko tayari na wachezaji watakufika. Kwa hiyo na kikosi tunacho, tunaamini kwamba sisi tuko imara kwa sababu kwa ligi iliyoisha sisi ndio tulikuwa mabingwa. Kwa hiyo ndio maana hata na wao wanashangilia kwa sababu wamemfunga bingwa. Sasa kwa hiyo lazima wajitape. Sasa na sisi tunaenda kutumia mbinu zetu za kuwa bingwa. Tunaanzia kwenye mchezo wa tarehe 15. Wamewafunga bingwa Rwamisheni, ndio maana mnajitapa. Sio maneno yangu, ni maneno ya kocha kutoka Mgembe wa kuitwa Kagere. Mtazamaji, tupo na kiongozi hapa. Huyu ni katibu kutoka ofisi ya mbunge wa jimbo la Bukoba mjini, kwa nafasi nyingine ukiacha nafasi ambayo yupo nayo akiwasimamia pia waamuzi wote wanaoshiriki katika kuhakikisha wanachezesha vizuri mashindano haya. Habari ya jioni mkuu. Nzuri, habari. Kwema? Safi kabisa. Uko vizuri? Niko vizuri. Kama ofisi ya mbunge tunaona amekuwa mkijitokeza kila mchezo. Leo ni mchezo namba 3. Nini wito wako kama ofisi ya mbunge, kama katibu, mmewiwa kufika hapa kwa ajili ya kuangalia vipaji vya hawa vijana wenu kutoka kwenye jimbo zima zikiunganishwa kata 14? Mimi kwanza niwapongeze kwanza UVCCM ya Bukoba mjini, ndugu yetu James Amanza kwa kubuni na kwa kuvuta vijana wote kwa pamoja katika mashindano haya na kata hizi 14. Ni kwamba kwenye hizi kata 14 ni kwamba ni kutaka kujuana kwanza vijana kama ndugu, kama marafiki, lakini kwenye mshikamano wa pamoja. Okay, kama ofisi ya mbunge mnafikiria hiki kilichofanywa na jumuiya, hasa jumuiya hii ya vijana kwa ajili ya kufanya hayo mambo ya connection, kufahamiana na nini huko mbeleni, wakati nyinyi mnajiandaa pia kuandaa ligi yenu ama ligi ya ofisi ya mbunge, kuna kitu gani ambacho kwa haraka wamekitazama kwamba sisi tutakapokuja kufanya engo hii tunaweza tukaboresha zaidi? Ni kwamba kwanza mimi niseme kwamba nimshukuru mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bukoba mjini, Mheshimiwa Johnson Msasingwa, kwa sababu ni mwana michezo namba 1. Kwanza michezo ambayo anashughulika nayo katika wilaya ya Bukoba mjini ni kipaumbele chake ambacho amekisemea wakati anatafuta kura hizi. Kama hapa amezamini mashindano haya kwa kiasi kikubwa sana kwa waamuzi, baada ya vijana kuambia bwana, tunataka sisi tutazamini kwa upande wa waamuzi. Kwa hiyo sasa Mheshimiwa Mtasingwa kaweka kiasi kikubwa cha shilingi milioni 1.5 mpaka mashindano haya yanaisha. Kwa hiyo tunampongeza sana Mheshimiwa Johnson Mtasingwa, lakini pia ni waombe tuna madiwani wa kata hizi 14 wawe pamoja na vijana wao, wawasapoti, kwa sababu vijana wanajitoa, hawana kitu chochote kile, inabidi
tuwaombe na wao waingie katika mashindano haya kwa kuwasaidia vijana. Tunakushukuru sana katibu na tukutakie kila laheri. Asante sana. Mtazamaji, tuko na kocha wa Rwamsheni, hongera sana. Asante sana. Na pengine tumeona leo umeweza kuibuka na pointi 3. Nini siri ya mafanikio ya mchezo mpaka mpata ushindi? Kwa majina naitwa Haruna Nasoro, ndio kocha wa Rwamsheni, kocha chifu. Siri ya ushindi, timu yangu ilikuwa naiaminia, nazidi tutapambana mpaka tutafika finali. Timu wao wenzetu tumewaamudu sehemu fulani, kwa sababu kwa na mabeki wangu nilikuwa nawaaminia na mastreka, ila baadaye kaja tena kunawini katikati, ndio nikafanya sabu, kazidi kwa wini pia kwenye viungo. Tutarajie nini baada ya mechi ya leo katika game ya marudiano? Sasa tumefunga goli 6-1 na mechi nyingine game naambia wajipange, tutapiga tena goli 6-1. Kwa sasa tukipanga msimamo, nyinyi ndio mmeshikilia bomba pale juu, unafikiri mtaendelea kushikilia bomba au baadaye tutaona mambo mengine? Tutafanya kwa sasa tukipanga msimamo, nyinyi ndio mnaongoza kwa msimamo kwa mechi ambazo zimetangulia, michezo 3. Tutarajie nini? Mtaendelea kubaki pale ku maintain hiyo nafasi mkiwa watu wa kwanza pale juu au baadaye mtakwenda ku drop? Sababu kuna timu nyingine hatujaziona zikicheza. Ndio maana nimewaambia sisi timu yetu tutafika finali Rwamsheni, tunajiaminia. Mzidi washabiki tunawaambia wazidi kujitokeza kutunga mkono, kutupa support zao timu ya Rwamsheni, na hapa naona bado vyuma tunavyo, tutazidi kuvileta. Ushindi tunautaka pia, tunaendelea hivyo hivyo, ushindi wetu utaendelea mpaka finali timu ya Rwamsheni. Hongera sana coach. Asante sana.